magazine habari za kwetu TV. Kipindi chetu ni kile kipindi ambacho mnachokipenda kila siku. Leo tuko tena na msanii maarufu kwa jina ya mwenyewe mtamgundua. Leo tuko na msanii maarufu hapa nchini DRC, mjini Bukavu. Je, wewe ni nani? Ulizaliwa wapi? Ulisoma wapi? Jina langu ni Ishara Rushamuka. Naishi hapa Kongo. Nilizaliwa Bukavu. Nilizaliwa hapa Bukavu. Kwa nilisomea ni Colombe. Ni complexe scolaire la Colombe. Kwa sehemu za Kadutu kule. Nilisomea primaire pale na nikafiniri kupata certificat pale. Je, ni mwaka gani ulianza kuingia kwenye mambo ya filamu? Ane gani? Ni kitu mimi napenda sana. Na ni kitu nilikuwa napenda maisha yangu. Yaani sinema mimi nilianza 2012 mimi kucheza. Nilifurahia kucheza. Nilikuwa napenda sana na mimi leo kesho nifurahishe na niedike dunia mzima. Bao ni kitu ninaona sana, niko nawaza. Najiuliza na mimi siku gani napata ile uwezo ya kucheza. Inshallah Mungu alibariki na nikafiniri kuanza cheza. Na mimi najua kwenye mimi nafikia leo Mungu anasaidia. Je, umeshacheza filamu ngapi? Na filamu ilikuwa ni dream zako ilikuwa? Ndeza kasema hivi, kama sinema kwangu haikuwa ngweti niingie job cheza tu, hapana. Sinema ni kitu ambacho ilikuwa ndoto kwangu. Nilikuwa nikala najiuliza naweza fanya nini jule ya kesho. Nifundishe dunia kupitia sinema yenyewe niko nafanya. Inshallah Mungu alibariki, nikutana na directeur wakali, nikutana na maison AMC, kanisaidia sana, ikanipromouvoir na nikaanza nafikia mpaka nikafikia. Film ya kwanza nilicheza ilikuwa inaitwa My Family. Nilicheza mu group inaitwa MIF. Baada ya pale nikaendelea kupiganisha tena, nikapata chance, Mungu akanibariki. Projecteur mkubwa katokea niveau za Kigali, anaitwa Theo Bizimana. Tukacheza naye film inaitwa Divorce. Ni film ilinipatia jina na kila mtu kama ananijua leo si grâce à Divorce, parce que tulipiganisha sana. C'est que pour le moment film zenishatia kwa marché, zenishacheza kuko My Family, kuingia Divorce, na nyingine nilifanya Andema ambayo tulitumika na director mkuu anaitwa Sungura na maison AMC. So, Ishmeni, unaweza kutuambia, tunajua wasanii wengi hapa mjini, tunajua wasanii wengi miongoni duniani wanajipiga kifua, wanasema kwa wao wana masponsor wao, wana manager wao ambao wanawamanage. Je, na nyinyi kwa filamu yenu hapa nchini Bukavu, hapa mjini Kongo, jimbo ya Kivu ya Kusini, je, mnaweza kuwa mmeshafika level ya kukuwa na manager, wa sponsor wale wa kuwa support? Manager ndio, kwa na manager hapa nilikuwa naye. Na pole mama, mimi naona level yake na yangu nikamate sana viendelee. Parce que kufuatana na mamoyens zenye iko nazo na mnivonye nishakuwa ndani, na lomba niko na manager mwingine mwenye anajisikia kuniproduce juu evolution yangu, donc every zangu ziende mbali na kile yangu niko nayo iende mbali. Karibu sana. Karibia. Parce que nilikuwa naye contract kingali naona alikamata sana tutaangalia tukishafanya. Kwa kweli mimi chakula mimi napenda kukula. Iko bei chini sana. Mimi nikikwambia basi utashangaa tu. Banaita ndagafu kauchungu napenda sana. Ile ni chakula mimi napendaga sana. Yaani mimi ukiniletea nyama nikishaona ile nisikia kula ile ninaridhika. Parce que mbele sana niko napitia mateso sana na ndio maana siwezi sahau ile mboga. Ewa, siende za sema nini?
ile kwanza mtu mwenye kupita mstrago hawezi jua maana hii. Ni chakula mzuri sana. Sijawahi kuona. Je, unawashauri watu wengine ambao wanaidharau hiyo kabuchungu ambao unaisema, unawashauri nini? Je, ni kitu gani kiko ndani ya ile chakula? Ni ile struggle iliyopitia ndio maana ukasababisha useme chakula ndio hii, au unasikia tu, yani unajisikia tu raha kuikula kabuchungu? Sio kusema nasikia raha kuikula, lakini ile ni maisha. Mtu mwenye kupitia mateso sijua maana hii. Kabuchungu ni chakula mzuri sana na mimi najisikia kukula. Paske kila mwenye aikulake ndeza mshauri aikule tu. Paske chakula bien. Kwangu mimi inanipa nguvu. Haina vitamini ndio ile kwanza. Haina vitamini, lakini ile kuikula unaitafuna mchanga hayo ndani. Ile ndio swaga hiyo. Asante sana. Pili tunataka tukuulize, tunaona huko kijana mzuri handsome, kama kwa Kifaransa, kwa nchi za Kifaransa wanasema le bogar, uko bogar. Je, ni mwanamke gani ndoto zako, mwanamke gani unaweza taka awe mke wako? Yani utuambie maumbile yake, gisi alivyo, gisi alivyo, ni mwanamke gani? Mwanamke mimi naweza penda asikuwa kusumbua sana. Akuwe mwanamke mwenye iko moyena. Iko kwanza na taye nyiko. Donc hauzi sana. Ndio nikipenda niko na mzuri sana, nao nijaribu kwangu. Ndio niko star na wanawake wengi wananipenda sana. Kufuatana kitu kimi nafanya, kufuatana na uzuri wangu. Lakini mimi nikijikuta kama kusema nioe, napaswa mwanamke mwenye kwanza ataniheshimu, ndio uzuri wa mwanamke. Mwanamke ambaye atanisikia, mwanamke ambaye mwenye anaweza kuwa ananichukulia mkila jambo. Sisipenda nitwale mwanamke mwenye leo kesho tukiishi naye nyumba inakuwa ni ugomvi, inakuwa ni nini. Kwa kwanza na humbwa mzuri. Siwezi kamata mwanamke naye mwenye go fake jamani. Ni dhambi sana. Je, kuna gazeti ambayo tumeona mjini, tumezunguka hapa mjini, tumeona gazeti nyingi sana ziko zinatembea, zinaitwa IMC Fashion, IMC Magazine. Je, wewe hiyo gazeti IMC Magazine unaweza kutuambia kitu gani umejikuta? Ndio ilikuwa mara yako ya kwanza wanakuandika katika magazine, au ilikuwa mara ngapi wanakuandika kwenye magazine? Kwa kweli siwezi nikasema uongo. Nashukuru sana kuona gisi IMC natuletea vitu mpya hapa. Parce que unagia jukuta tangia sinema ikuwe hapa sijaonaka hata mtu mmoja anafanya kitu inaitwa magazine. Kwanza mimi nafurahi kwanza kwangu mie. So parce que iko nanitangaza hata kama niko kunyumba. Hata sicheze, kitwala utanisoma mle ndani, wananiandika ndani. Mbona ni vitu vya nishangala. Na Mungu yuko anasaidia polepole, evolution iko nakuja polepole. Najua Mungu akibariki sana kutakuwa hata magazeti milioni na mamilioni. Wanaweza kuwa nakuongelea hata wanakonja hata nafasi kuna lala kulianzia kalalia. Kunaanza lalia kama ni hapa. Wanaangalia nasema uko nalianza chini. Meleo hii inaonyesha evolution ya mtu na kufuatana maneno wanaandika ndani inasaidia mtu kuzogea mbele. Je, ndoto zako una ndoto gani kwa maisha yako? Una ndoto gani kwa nchi yako ya Kongo? Una ndoto gani kwa kazi yako ya filamu? Tunaanzia kwanza kwa maisha yangu. Kitu mimi niko natafuta ndani ya filamu, niko nasaka nyota. Niko natafuta nyota, étoile. Najua nikishapata ile étoile, napata connaissance. Najua leo au kesho Mungu anaweza nijalia mimi napata pesa a partir ile connaissance. Na kitu kingine vision yangu yenyewe niko nao msinema. Ndio nisema tangia mbele ni kueduquer population. Na plus de cela niendelee mbali kufanya performance ya kazi yenyewe niko nafanya. Najua leo ama kesho Mungu atanijalia na mimi nakuwa mtu mzima. Kwa mtu mzima natembelea gari na mimi nakuwa tuna maisha mzuri. Hakuna mtu anatakaga maisha mbaya. Na mimi najua na imani sana katika sinema hii sana niko nafanya itanipatia kila kitu. Najua itanipa kila kitu. Ikuwe gari, ikuwe nyumba, ikuwe mwanamke mzuri, ikuwe watoto wazuri, sana itanipa. Sana itanipa kabisa. Ndoto yako, kwa sababu wasanii waga wanakuwa na mandoto, na siku unajua msanii anakuambia mimi nataka ndajenga nyumba iko na piscine, niko na nyumba iko na hichi, ndoto yangu ndatembelea magari makubwa za bei hivi. Je, sijui wewe ndoto yako ni ndoto gani? Ndoto yangu mimi niko nao kwanza, ndoto ambayo ninao kwanza kwa sasa ni kujenga kwanza familia. Na kuwa na familia kwanza.
na ile familia. Siwezi pena leo kesho mtoto wangu akienda kwa masomo wakati mimi nipitia mateso, niko nenda kila siku na miguu. Bwana napenda mimi ninunue gari. Nilikuwa napeleka watoto wangu kwa masomo. Na mimi najua ile gari ni ya kwangu ndio, lakini inanisaidia. Ya kwanza mimi marki ya kwanza mimi napendaga mgari sana, ni ndoto lakini niipate. Audi, Pago Ferrari, Mercedes Benz, hata na limousine. Ya, najua niko na imani a partir de sana niko nafanya. Nafikia kule kote inshallah. Msanii mwenye mimi napendaga nicheze naye. Nzani kimsema kila mtu ataishiwa. Mimi mama mwenye anajulikana sana na anachezaga na mimi napendaga kuigiza kwake. Ni Mtanzania. Anaitwa Grace Mapunda. Ule ni mama mwenye hata sini ya kupita naweza penda nipite tu naye. Nampendaga sana paski ana act mzuri. Ukimtia fasi ya mama iko, ukimtia fasi ya malaya iko, kila fasi yote anagusia. Na mheshimiaga sana wewe mama. Nizani kwa watu benye abamjue sana. Kama ushawahi kufuata filmu inaitwa Love and Power ya Kanumba. Alikuwa kama mama yake na sababu yeye mwanamke Island Power. Huyo mama. Kipindi chetu cha leo, msanii ambaye tulikuwa naye maarufu ndio yeye. Nadhani mmemsikia zaidi sana. Na ujumbe ambao tunasema kwa Tanzania nzima yote. Rose Mapunda. Grace, sorry, nilifikiri Rose Ndauka kwa sababu Rose Ndauka na mimi ndio nampenda sana Rose Ndauka na mjua. Ila Grace Mapunda umemsikia msanii kutoka nchini Kongo analia sana, anataka aingie kwenye stage, aingie kwenye filamu, nyinyi na wao mkiigiza. Je, hiki kipaji unakionaje? Naomba siku nyingine tunavyokuja, najua tutakuja naye Tanzania, atakutana na wewe na watazamaji wetu wa kipindi chetu, utamuona yeye na Rose na Grace Mapunda. IMTV Magazine, habari za kwetu TV.